Nasema asante kwa muda nao katika maombi Bwana, kunipa kibali na neema cha kusimama mbele ya wajoli wako. Utukufu na heshima yote na kurudisha wewe. Nasema asante kwa kutenda kunena wewe, akili zangu zikakae kimya, bali Roho Mtakatifu akanene yaliyo ya kwako. Na nakushukuru kwa wema na uaminifu wako, kwa kuwa utakwenda kutenda sawasawa na neno lako. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na imani na nifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ninamshukuru Mungu mno kuwa mbele yenu kuleta chakula cha uzima. Bwana apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kichwa cha somo anayeandika kinasema kufurahi na mwanakondoo asiyekuwa na hila. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kufurahi na mwanakondoo asiyekuwa na hila. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana apewe sifa sana. Bwana asifiwe. Ndio, kufurahi na mwanakondoo asiyekuwa na hila. Tunaposema mwanakondoo ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Tunafurahia kufufuka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Nasi tunafuraha kwa sababu hata zile chungu, zile chachu ndani ya mioyo yetu hazipo. Haleluya. Ninaamini hazipo. Bwana Yesu asifiwe. Ile chachu, ile chungu haiko mai samode sete liko mai nesi. Yesu wa Nazareti ameondoa ile chachu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ili mimi na wewe tupate hii neema ya kuunguruma muda na wakati wote, ni kwa sababu ya simba wa kabila la Yuda alikubali kufa, alikubali kuaibishwa, alikubali kuteseka, hata damu ikamwagika, ndipo tukapokea uzima. Haleluya. Na ndio leo tunafurahi pamoja naye. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Hata wale waliokuwa wamemuua na kumweka kaburini walitegemea wameshinda. Wakasema kale kajamaa kajanja sana, kalisema siku ya tatu katafufuka. Wekeni na jiwe kubwa ambalo hawezi kulitoa mtu. Lakini muda na wakati ulipofika, muda na wakati ulipowadia, alitokea malaika akaliviringisha lile jiwe la aibu ambalo liliwekwa katika mlango wa kaburi. Ziko aibu leo zimewekwa kwa ajili yetu, lakini kama lile jiwe lilivyoviringishwa, na wewe, kila aibu, kila zoruba, kila adha, kila ziki, kwa jina lipitalo majina yote, hiyo aibu ikaondoke, hiyo aibu ikaondolewe. Ndipo muda na wakati kama huu, Kristo yu hai, Kristo amefufuka. Yes. Neema. Lakini sisi, ile damu iliyomwagika ndio ukombozi wetu. Sisi hatuchinji tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile damu iliyomwagika, ile damu iliyotoka pamoja na maji, ile ndio ukombozi wetu. Ukiona bado kuna njama na njia za kuendelea kuchinja, hayo ni mambo ya upande wa pili tena. Bwana Yesu asifiwe. Ile damu iliyotiririka, ile damu iliyotoka ndio ukombozi wako wewe leo, mwana wa mfalme, mwana wa Mungu aliye hai. Hauna haja ya kuchinja tena ili ufanye mambo yaende.
ile damu ya mwana kondoo aliye hai, ili iweze kukupa neema, iweze kufungua milango. Maana katika kitabu cha ule Ufunuo Rakamasike 12:11 walimshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda, na hata kukubali kufa kwao. Ile damu inayonena mema ikakukomboe na ikatukutoe katika ziki za ubaaza mbalimbali, ikakuinue by force, by power. Haleluya, mtu wa Mungu. Tumekombolewa bure. Yesu alitemewa mate, Yesu aliziaki, lakini ikawa bado kuna sehemu lazima waguse ili tuweze sisi kukombolewa. Na wakagusa kwa mkuki wa damu, ilipomwagika akasema imekwisha.